السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فرض علينا تعلم شرائع الإسلام ومعرفة صحيح المعاملة وفاسدها لتعريف الحلال والحرام، وجعل مال من علم ذلك وعمل به الخلود في دار السلام، وجعل مصير من خالفه وعصاه دار الانتقام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنان بالنعم الجسام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للأنام، وعلى آله وصحبه البارة الكرام. أما بعد، إخوة الإيمان، أما بعد kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rahma kiongozi wa umma, mwalimu wetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Leo insha Allah ta'ala katika darasa yetu, katika somo letu la fiqh, tunaangalia al-matlabu thani, mahitaji yetu nambari 2, nayo yanasema shurutu sihhati takbirati al-ihrami, sharti za kukubalika takbiratul ihrami. Al-far'u al-awwal, tuangalie tawi la kwanza au sehemu ya kwanza katika sharti za kukubalika takbiratul ihram, muqaranatu niyyati li takbiratil ihrami. Tunaangalia ukaribu wa nia kwa ile takbiratul ihram, kwa sababu yoyote ambaye mwenye kuitekeleza ibada lazima awe na kitu kinachoitwa nia. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, ya kwamba kila amali mwanadamu anayoifanya inakwenda kwa nia, na vile vile yule mwenye kuifanya ile amal atalipwa kulingana na alivyonuia. Kwa hiyo ile ibada ambayo unaitekeleza sharti iwe na nia, na vile vile katika ibada ya swala hauwezi kuitekeleza ibada ya swala, lazima utie nia ya kuitekeleza ibada ya nini? Ya swala. Sasa hapa kuna vitu viwili. Kuna kitu cha kwanza an-niyatu, ni ile nia. Kitu cha pili ni ile takbiratul ihram, takbira ya kuhirimia nini? Swala. Sasa tunaangalia ukaribu wa hii nia na hii takbiratul ihrami. Maulama wanasemaje kuhusiana na hilo jambo? Almas'alatu al-ula, tunaangalia mas'ala ya kwanza, hukmu taqaddumi niyyati an takbiratil ihram. Tunaangalia hukumu ya kuitanguliza nia kutokamana na hii takbiratul ihram. Hukumu ya kuitanguliza nia kutokamana na takbiratul ihram. Awalan, tukiangalia sehemu ya kwanza, taqaddumu niyyati an takbiratil ihrami bi zamanin tawili, kuitanguliza ile nia kutokamana na hii takbira ya kuhirimia swala kwa kipindi kirefu. Mwanaelewa vizuri? Lakini hapo kuweni makini ya jamaa. Taqaddumu niyyati, kuitanguliza nia an takbiratil ihram, kutokamana na hii takbira ya kuingia kwenye swala, takbira ya kuhirimia swala, bizamani tawili, kwa kipindi kirefu au kwa muda mrefu. Yani mathalan unataka kuswali swalati dhuhuri, lakini nia ya kuswali swalati dhuhuri unaiweka kipindi cha saa 6. Kuna muda mrefu hapo, siji kama mmenielewa. Wataka kuswali swalatu dhuhuri, lakini nia yake hiyo swalatu dhuhuri
umeinuia na kuiweka moyoni tangu saa 6. Hebu angalia hicho kipindi cha saa 6 mpaka kufikia swalati dhuhuri. Je, huu muda kweli unafaa kuiweka nia kwa ajili ya kuswali swalati dhuhuri? La yajuzu taqaddumu niyati, haifai kuitanguliza hii nia an takbirati al-ihrami, kutokamana na hii takbira ya kuhirimia swala, bizamani tawili, kwa muda mrefu, kwa kipindi kirefu, haifai. Ad-dalilu min al-ijma'i, dalili ni kutokamana na makubaliano ya maulama. Qala Ibn Rushdi al-Jadd, amesema mwanachuoni Ibn Rushdi al-Jadd, yujzi'u an tataqaddamahu biyasiri, inafaa kuitanguliza hiyo nia kutokamana na hiyo takbiratul ihrami kwa kipindi kifupi. Mwanielewa? Inafaa kuitanguliza hiyo nia kutokamana na hiyo takbira ya kukuingiza wewe kwenye swala ambayo ni takbiratul ihrami biyasiri, kwa muda ambao ni mfupi. Baada ijma'ihim, hii ni baada ya makubaliano yao maulama, annahu la yajuzu an tataqaddamahu bikathiri, ya kwamba haifai kuitanguliza hiyo nia kutokamana na hiyo takbiratul ihrami kwa muda mrefu, lakini kwa muda mfupi inafaa. Mathalan, muda mfupi, Allahu akbar, Allahu akbar, kunaadhiniwa liajli salati adhuhuri au liajli salati al-isha. Kipindi kile kunaadhiniwa, unatoka nyumbani unakuja wapi? Msikitini. Je, kipindi kile cha kusubiria swala isimame ya faradhi itakuwa ni kipindi kirefu ama kipindi kifupi? Itakuwa ni kipindi kifupi. Tayari na kuonyesha hiyo adhana, hiyo ni salatu dhuhri au ni salatu al-isha. Kwa hiyo wakati ule unakuja zako, hiki kipindi kifupi inafaa kuipitisha nia katika moyo wako ya kwamba mimi naja kuswali salati dhuhri au salati al-isha. Kwa maana hiyo sasa, sio lazima ukiwa katika swafu ile nia uirudie tena, kwa sababu tayari uliiweka katika kipindi kifupi, wakati ile adhana inafanya nini? Inaadhiniwa. Tumeelewana vyema? Lakini katika makosa ambayo tunayoyafanya, mtu haridhiki na wala haoni kama ameingia kwenye swala mpaka atie ile nia tena kwa kuitamka kabisa. Imamu hapa ashapiga takbiratul ihram, Allahu akbar, yeye yupo nyuma hapa na yeye ananuia sasa, nawaitu usalli fardhu salati al-isha 4 rakat ma'muman lillahi ta'ala, Allahu akbar. At-talaffudhu bi niyyati bid'ah, kuitamka hii nia ni uzushi. Hakuna hadithi yoyote iliyothibitisha ya kwamba hii nia inatakiwa ifanye nini? Itamkwe. Aina mahallu niyati ya jamaa? Ni wapi sehemu ya nia? Mahalluha fil qalbi, mahala pake ni wapi? Ni hapa moyoni. Nia inatakiwa itembee katika moyo wako. Tayari kukiadhiniwa, wewe unakuja zako msikitini, kama ni adhana ya salati al-isha, tayari katika moyo wako kunatembea kitu ya kwamba mimi naenda kuswali swala ya nini? Ya isha. Sasa hayo masala ya kukaa tena na waitu usalli fardhu salati al-isha 4 rakati ma'muma lillahi ta'ala, Allahu akbar. Tena kuna mwingine amechelewa, sheikh, anaanza kuipigia pale mlangoni, anaingia nayo huko akitembea, sheikh. Hadha khata. Haya ni nini? Ni makosa. Kwa hiyo anasema yujzi'u an tataqaddamahu biyasiri,
inafaa kuitanguliza ile nia kutokamana na hii takbiratul ihram ya kukuingiza wewe kwenye sala kwa kipindi kifupi, baada ijma'ihi. Hii ni baada ya makubaliano yao maulama, annahu la yajuzu an tataqaddamahu bikathiri, ya kwamba haifai kuitanguliza hiyo nia kutokamana na takbiratul ihrami kwa kipindi kirefu. Nenda kwenye kitabu Al-Muqaddimatu Al-Mumahidatu Libni Rushdi, kitabu nambari 1 ukurasa ni 170. Thaniyan, tunakwenda sehemu ya pili, taqaddumu niyati an takbiratil ihrami bi zamanin yasiri. Sehemu ya pili, kuitanguliza nia kutokamana na takbiratil ihrami kwa kipindi kifupi. Yajuzu taqdimu niyati, inafaa kuitanguliza nia an takbiratil ihram, kutokamana na hii takbira ya kuhirimia swala, bizamanin yasiri, kwa kipindi kifupi. Wala yushtaratu, na wala haijawekwa sharti, muqaranatu niyati litakbiri, ya kwamba eti ile nia inatakiwa iwe karibu na takbiratul ihrami. Hakuna sharti hilo, ya kwamba sharti takbiratul ihrami wakati unaipiga iambatane na nia yako. Hilo sharti hakuna. Tumeelewana vizuri? Lakini kwa hiyo hapa inafaa kuitanguliza hii nia kwa kipindi kifupi kutokamana na hii takbiratul ihram. Maana yake kama umesimama katika swala pia unaitanguliza ile nia kwa kipindi kifupi, kisha alafu ndio unapiga takbiratul ihram, Allahu akbar. Lakini sio sharti ya kwamba hii takbiratul ihram wakati unaipiga na nia yako pia iwe inatembea moyoni, kwamba eti ndio swala yako inafanya nini, inakubalika. Hakuna hilo sharti. Kwa hiyo hata kama ina maana pale umekaa waleta adhkari zako, waleta adhiya zako, tayari moyoni mwako ikapitania ya kwamba naenda kuswalia dhuhuri, tayari moja kwa moja ushanuia. Sio lazima masala ya kutamka nia na masala ya kujipa shida wakati mwingine bila ya haja yoyote. Wa huwa madhhabul jumhur, na hayo ni madhehebu ya maulama Al-Hanafiya Abu Hanifa, wal Malikiya Imamu Malik, wal Hanabila Ahmad ibn Hanbal. Nenda kwenye kitabu Tuhfatul Muluki li Zainuddin Razi, ukurasa ni wa 66. Nenda kwenye kitabu Al-Muqaddimatu Al-Mumahidatu Libni Rushdi, kitabu nambari 1 ukurasa ni 170. Wa fil Mughni Libni Qudama, nenda kitabu nambari 1 ukurasa ni 339. Almas'alatu thaniya, tuangalie mas'ala ya pili. Haya yalikuwa ni mas'ala ya kwanza. Almas'alatu thaniya, mas'ala ya pili, hukmu ta'akhuri niyati an takbiratil ihrami, hukumu ya kuichelewesha nia kutokamana na ile takbiratul ihram. Alo, mwanielewa? Hukumu ya kuichelewesha ile nia kutokamana na takbiratul ihram inakuwa vipi hapo? Yaani wewe unapiga takbiratul ihrami, unaingia kwenye swala, Allahu akbar, lakini bado wakati huo nia yako haipo katika kuswali swalati dhuhuri au swalati al-isha. Sijui kama mmenielewa. Yaani ina maana ya kwamba hiyo nia yako inakuja baada ya kupiga takbiratul ihram. Umeichelewesha nia kutokamana na nini? Takbiratul ihram. Nia kwanza ndio inatakiwa itangulie, kisha ndio inakuja takbiratul ihram. Niulize swali tu. Je, unaanza kufunga alafu ndio unatia nia, au unatia nia kisha ndio unafunga? Unatia nia.
Sasa inakuwaje unaingia kwenye swala wakati nia hauna, umeamua kuichelewesha kutokamana na ile takbira ya kukuingiza wewe kwenye swala? Allahu akbar, bado nia haipo. Unapiga duaul istiftahi, dua ya kufungua sala, unasoma qiraatu suratul Fatiha, tuelewana vizuri. Wewe bado nia tu haipo, eti unaichelewesha. Masala hayo hakuna. Ndo anasema la yajuzu taakhuru niyati, haifai kuichelewesha ile nia an takbiratil ihrami, kutokamana na hii takbira ya kukuingiza wewe kwenye swala, biittifaqi almadhahib alfiqhiyyah alarba'ati. Hayo ndiyo makubaliano ya madhehebu ya fiqh ya aina ngapi? Aina nne. Nenda kwenye kitabu Badai'u Sana'i lil-Kasani, kitabu nambari 1, ukurasa ni 129. Nenda kwenye kitabu Mukhtasar Khalili, kitabu nambari 1, ukurasa 269. Nenda kwenye kitabu Al-Majmu' lin-Nawawi, kitabu nambari 3, ukurasa 277. Nenda kwenye kitabu Kishaful Qina'i lil-Bahuti, kitabu nambari 1, ukurasa ni wa 315. Al-far'u thani, tuangalie tawi la pili, tusimamie hapa insha Allah taala. Al-ityanu bi takbiratil ihrami qa'ima, tunaangalia kuileta hii takbiratul ihrami ikiwa umesimama. Takbiratul ihrami ikiwa umesimama. Yushtaratu, imewekwa sharti, fi sihhati takbiratil ihrami, katika kukubalika hii takbira ya kukuingiza wewe kwenye swala, fi salatil fardhi, katika swala ya faradhi, ayatia biha qaima, anatakiwa mwenye kuileta takbira hiyo awe amesimama. Mathalan, kuna wale wazee ambao kwamba wanaswali juu ya viti, sio? Hawa wazee ambao wanaswali juu ya viti, ikiwa mathalan mtu ana uwezo wa kusimama kwa kipindi kirefu, anatakiwa kwanza hii takbiratul ihrami ailete akiwa amesimama, sawa? Baada ya kuileta akiwa amesimama, kisha ndo afanye nini? Akae kwenye kiti. Si kama mwanielewa, lakini ya jamaa. Lakini hapa kuna mtihani mkubwa sana. Mzee huyo unamuona anaswali kwenye kiti, unaweza kumkuta nje kasimama na mzee mwenzake, wanatia story nusu saa nzima, yule mzee kasimama, wala humuoni kuyumba kwamba anataka kuanguka. Lakini ikifika wakati wa swala wamkuta anaswali kwenye kiti. Ya jamaa, huyo mtu hana uwezo wa kuswali kwa kusimama? Anao uwezo wa kusimama katika kusali, lakini ma'al asafi shadid anachukulia rahisi sana. Wallahi nawaambieni, lau kama huyu mtu ana uwezo wa kusimama kusali katika sala ya faradhi akiwa amesimama, na ikawa yeye mwenyewe kwa utashi wake tu ameamua kuswali hali ya kuwa amekaa, swala yake haikubaliki. Kwa sababu kusimama ni nguzo miongoni mwa nguzo za nini? Za swala, katika swala ya faradhi. Swala ya sunna swali hata kwa kulala. Halo, tuelewana Kiswahili? Lakini swala ya faradhi kusimama ni nguzo miongoni mwa nguzo za sala, ni lazima. Sasa ikiwa una uwezo wa kusimama alafu unaswali kwa kukaa, swala yako haipo mzee. Lakini ikiwa mathalan hauna uwezo wa kusimama, ile takbiratul ihrami anatakiwa yule mtu aipige akiwa amefanya nini? Amesimama. Allahu akbar. Baada dhalik anakaa kwenye kiti chake. Hivi ndivyo inavyotakiwa. Wa hadha biittifaqi almadhahib alfiqhiyyah al-arba'a, na hayo ndio makubaliano ya madhehebu ya fiqh aina nne: al-Hanafiyya wal-Malikiyya wash-Shafi'iyya wal-Hanabila.
nenda kwenye kitabu Badai'us Sana'i lil-Kasani, kitabu nambari 1 ukurasa ni 131. Nenda kwenye kitabu Mawahibul Jalil, kitabu nambari 2 ukurasa 475. Nenda kwenye kitabu Rawdatut Talibina lin-Nawawi, kitabu nambari 1 ukurasa 229. Nenda kwenye kitabu Kishaful Qina'i lil-Baruti, kitabu nambari 1 ukurasa ni 330. Ad-dalilu minas sunnah. Tuangalie dalili kutokamana na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. An Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, kutoka kwa Abi Humaid As-Sa'idi, radhi za Mwenyezi Mungu zimwende yeye, qala, amesema, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alikuwa Mtume wa Mwenyezi Mungu, rehma na amani zimshukie yeye, idha qama ila salati, pindi anaposimama kwa ajili ya sala, i'tadala qa'iman, ananyooka kwa kusimama. Anasimama akiwa amefanya nini? Amenyooka. Wa rafa'a yadayhi, kisha anafanya nini? Anainua mikono yake miwili. Thumma qala, kisha anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, Allahu akbar, Mwenyezi Mungu ni mkubwa. Hiyo ni nini? Hiyo ni takbiratul ihrami. Anaposimama kwa ajili ya nini? Ya swala, i'tadala qa'iman, usimama sawa sawa. Kisha kinachofuata anainua mikono yake miwili, yani kuweka tayari kupiga takbiratul ihrami. Kisha anasema Allahu akbar. Hii inamaanisha ya kwamba Mtume alikuwa takbiratul ihrami alikuwa akisema akiwa amefanya nini? Amesimama. Mimi nisimame niwaonyeshe mfano. Yawezekana nikamsimamisha mtu hapa, shekhe simama wewe bwana. Shekhe njoo tuonyeshe hapa takbiratul ihrami. Naam, waangalie watu. Shekhe, waangalie watu shekhe, ni katika kuonyeshana tu shekhe. Waangalie watu waonyeshe takbiratul ihram. Naam. Twende shekhe, achana naye. Twende shekhe. Naam, tuonyeshe takbiratul ihram. Hii ndiyo takbiratul ihram. Tumesema kwamba spada leo mjoka kwanza. Tuelewana vizuri? Si hata huyu amenyoka shekhe. I'tadala qa'ima. Tuelewana vizuri? Hunyooka katika kusimama kwake. Kisha anafanya nini? Anainua mikono yake. Baada dhalika Allahu akbar. Tumefahamiana vyema hapo eh? Naam. Hadithi hii ni sahihi. Kaipokea Abu Daud kwa nambari 730. Sheikh Albani kaisahihisha fi sahihi Sunan Tirmidhi kwa nambari 304. Ningependa tukomee hapa insha Allah taala. Kesho tutakuja kuangalia kwa uwezo wake Allah takbiratul intiqal. Hizi takbira za kumtoa mtu sehemu kwenda sehemu nyingine. Je, hizi takbira nazo ni lazima au sio lazima? Je, ukisahau moja, badala ya kusema Allahu akbar ukasema sami Allahu liman hamida, je, kuna sujudu sahwi ama hakuna? Wakati mwingine maimamu zetu hapa wanatuswalisha, inawatokea hii. Mtu amekwenda kwenye sijida, anatoka kwenye sijida, badala ya kusema Allahu akbar, akili imehama kabisa, anasema sami Allahu liman hamida. Watu wa nyuma wamesikia, yeye hayupo kabisa, yeye anajua amesema nini, Allahu akbar, mpaka anakuja kutoa salamu. Sasa tutakuja kuangalia, je, hizi takbira nazo ni lazima au zina hukumu gani insha Allah.